Okay, karibu tena katika sehemu ya pili ambapo inaanzia pale Beatrice baada ya kuwa tayari ameshamwahidi mwamba Oles kwamba tayari amepata kazi, hivyo asiwe na wasiwasi, lakini akawa amemuomba kwamba leo anamuomba aweze kufika kwake. Sasa mwamba ambaye alikuwa Oles na yeye ilibidi afanye hivyo hivyo. Ilivyofika mida fulani ya jioni, alienda kumtembelea bidada huyo, lakini kabla hajaingia alipokea simu, akamwambia mke wangu kwamba mke wangu, usijali, mimi nipo sehemu kwa bosi wangu, kwa hiyo muda kidogo narudi nyumbani, wala usijali, wewe naomba pumzike, muda fulani nitarudi, usijali. Mwamba akakata simu aweze kuingia ndani kwa bosi wake ambaye anaitwa Beatrice. Sasa alipofika pale, ilibidi agonge mlango kabla hajaingia ndani. Sasa naingia ndani, anakuta nyumba yenyewe imepoa namna hiyo. Sasa ilibidi ashangae kidogo, asema mbona nyumba imepoa? Sasa ilibidi aanze kuita ghafla anamuona bidada ametoa Beatrice alivyokuja amevaa. Mwamba mpaka alavisaki na moyo wako ulisituka namna hiyo, akasema Mungu wangu, kitu gani hiki ambacho umevaa? Mwamba ilibidi aweke pale na kukimbia haraka haraka, anasema pepo gani hili? Yani bosi wangu alikuja amevalia hivyo na mani. Jamani, mbona unanitega mimi namna hiyo? Mwamba ilibidi ajichenge, na inaonekana ni mwamba ambaye anasali na hataki kumchiti mke wake. Sasa baada ya siku kadhaa, bidada yuko zake ofisini, mwamba Oles naye amekuja ofisini pale. Sasa ikumbukwe kitu alichokiona ni kitu ambacho kidogo nafsi yake inamsuta. Kwa hiyo alipofika pale kidogo ilibidi aweze kumuomba msamaha bosi wake kwamba samahani, labda kama nimeukwaza, niliingia pale bila matarajio yake. Lakini bosi wake anakuambia hata yeye hawazi, anamwambia vipi, mimi hata hao mambo sitaki kuzungumzia, lakini mimi nilikwambia nina shida, nahitaji unisaidie wewe na sina mtu mwingine kwa kunisaidia. Nakuomba uje tuzungumze na mimi na wewe nyumbani, tuko wawili na labda unaweza kunielewa. Nakuomba please. Mwamba anasema shida gani? Mimi sina hela, sina nini. Nisikilize, unajua shida ya matajiri sio mani hela, bali kuna shida nyingine. Sasa mwamba akamwambia basi mimi nitafikiria, labda nitaona tufanyeje. Fikiria, naomba nifikirie kabisa. Mwamba ilibidi asimama akajichenga, lakini bidada kabisa inaonekana ana furaha, anawaza anahitaji kupata bwana aweze kuolewa ili aweze kumiliki kampuni. Sasa mwamba yuko zake nyumbani, anakuambia hata apati usingizi, bali yeye mawazo yake yote yapo kwa bosi wake. Mwambia ana shida. Je, una shida gani? Wewe hela unayo, maisha mazuri, lakini unaniambia mimi maisha magumu kabisa, kama nina shida na mimi naweza kukusaidia. Ni shida gani hiyo? Sasa mwamba ilibidi aseme ngoja kwanza nikampigie simu nijue ni shida gani, kama naweza kuonana naye niweze kuonana naye, kwa sababu amenisaidia na mimi inabidi nimsaidie. Sasa mwamba ilibidi atoke nje, mwache mke wake amepumzika, aweze kumpigia bidada yule Beatrice aweze kujua je ni shida gani, tunaweza tukaona tukazungumza, ni vitu ambavyo vinazungumzika, ngoja tuone. Sasa mwamba akampigia simu, akamwambia okay sawa, nakuja hapo nyumbani kwako uniambie shida gani niweze kuona kama inaweza kukusaidia, niweze kusaidia. Sasa mwamba tayari ameshafika hapa, nakwambia yuko na Beatrice, lakini Beatrice anamwambia kwamba mimi kumbuke nimeshakwambia anko yangu ameniambia inabidi niolewe, na nisipoolewa nisipata bwana siwezi kumiliki ile kampuni, la sivyo ile kampuni inamilikiwa na mtu mwingine, naomba unisaidie. Kumbuka mimi nimekusaidia kupata kazi, naomba unisaidie tu, yani niolewe tu wewe kama bwana wangu, tusaini mkataba kwamba tayari umeshanioa, hivyo maisha mengine na mimi niweze kumiliki kampuni. Nasema okay sawa, nimekubali. Umekubali? Mwamba akakumbatiwa namna hiyo, lakini anamwambia taratibu mama, nakwambia cheki au mambo ambayo anayafanya. Sasa baada ya usiku ule kumepita, mwamba ilibidi arudi nyumbani kwa mke wake, anakuambia hana hata la. Mke wake anamwambia vipi? Mwamba mawazo yake yote yapo huku, kitu ambacho alikifanya usiku na bidada ambaye tu Beatrice. Anakuambia yani mke wangu, kuna kitu kinaniuma kabisa yani kichwani. Nini hicho? Yani mke wangu anasikia kichwa kinaniuma, yani sielewi shida nini. Anakuambia usiwaze mume wangu, ndivyo maisha yalivyo, lazima changamoto. Lakini mawazo yake yote yapo huku kwamba tayari ameshamchiti mke wake, sasa ameshafanya kitu ambacho sio chake. Anakuambia mke wake anataka kumkisi, mama anamwambia hapana, sijisikii vizuri, sitaki kabisa. Mpaka bidada anacheka, yani kichwa kinakuuma hata ukisi utake jamani. Anakuambia bidada yule Nkemi anajitahidi kumbembeleza mume wake aweze kurudi kwenye hali yake, lakini mwamba kabisa anajua ametenda kitu ambacho sio kizuri. Sasa baada ya siku kadhaa tunaona mwamba ambaye tu Oles tayari ameenda kwa Uncle Beatrice, anatambulishwa kwamba yeye tayari ni mpenzi wake na Beatrice, hivyo wanatarajia kufunga ndoa na tayari wanaenda kufunga ndoa ya kiserikali. Sasa mwamba akapewa cheki kama ya milioni 200 hivi kwamba tayari ameshaingia kwenye familia ya kitajiri, hivyo aweze kuenjoy maisha yake. Sasa mwamba baada kwa amebaki mwenyewe na bidada Beatrice, anataka kukumbatiwa, anambia hapana, nimeshakusaidia kitu ambacho ulikuwa unataka, kwamba ufunge ndoa na mimi tayari tumeshafunga ndoa, na hapo najua unaweza kumiliki kampuni. Sasa mwamba anatoka nje, anampigia mke wake, akamwambia mke wangu tayari maisha yameshakuwa mazuri. Sasa mwamba kumbuke ana cheki ya milioni 200, hivyo anajua kwamba naenda kufunga ndoa na mke wangu ambaye nampenda. Sasa mwamba kama mwambia Beatrice kwamba tunaenda kijijini kufunga ndoa. Sasa alipofika pale nyumbani, anakuambia ndio hivyo, wale wazee ambao walikuwa wanasema ufungi ndoa, mambo yalienda nini na nini. Sasa ndio hivyo, bidada ambaye anaitwa Nkemi tayari amefunga ndoa na mwamba ambaye Olisi aliamua kuja kutoa mahali na mambo mengine yaweze kuwa bomba kweli kweli. Nakwambia mama yake Beatrice ana furaha kweli kweli. Sasa mwamba ilibidi aje kusaini mkataba kwamba tayari
ameshakubali kumuoa bidada huyo Beatrice, na hivyo tayari ni mfanyakazi wa moja kwa moja kwenye kampuni hiyo. Sasa bidada yule kumbuke tayari ameshampenda, anataka kumkumbatia Mwamba, hapana, hapa ni ofisini. Mwamba kama kujichenga. Sasa bidada yule anakasirika kwa kusema maisha gani ya achana na huko. Sasa tutakuja upande wa huku, Mwamba tayari ameshanunua nyumba nzuri, anamleta mke wake, anamkufanyia surprise kwamba kwanza sasa hizi tutakuwa tunaishi maisha. Bidada yule anafungua macho na kumbua, anasema Mungu wangu, nyumba nzuri hili sisi ndio tunamiliki. Lakini bidada huyo tayari ashakuwa mjamzito sasa, na mama yake alikuwa amekuja kumtembelea. Sasa Mwamba siku nyingine anatoka zake, anaongea na simu, anaongea na bidada Beatrice, akamwambia mimi niko zangu nje za nje, si vipi kampuni inaendelea vizuri? Anasema ya naisimamia vizuri. Tayari Mwamba shanunua na ndinga, maisha yameshakuwa mazuri kweli kweli. Sasa siku nyingine Mwamba ambaye anaitwa Olisi yuko zake, anaongea na simu, anaongea na bidada Beatrice, anakuambia naam, umesema unarudi? Ya ndio, nataka kurudi huko nchini, kwa hiyo nataka nije nikuone. Sema sema urudi, lakini kampuni inaendeleza vizuri, hata usijali. Akamwambia mimi nakuja kwa ajili yako. Mwamba bidada kale simu kinyonge namna hiyo. Tayari Mwamba bidada ametwa Beatrice amwambia anarudi. Sasa Mwamba maisha yake na bidada Kemi ni mazuri, lakini mlango kwa umegongwa. Bidada Kemi akasema ngoja nikafungue mlango nijue ni mgeni gani ambaye amekuja kuingia. Sasa Mwamba ameka zake hajui hili wala lile. Sasa ghafla anastuka na muona bidada Beatrice amekuja, anamwambia vipi unamjua huyu? Akamwambia bidada Kemi, anamwambia ndio huyo, umesema hiyo ni mimba yako? Anasema mimba yako. Anasema sasa mbona niharibia ndoa? Nisikilize. Unaona mke wangu kabisa na mimba, afu ananiambia hayo. Akamwambia mke wangu nisikilize. Unajua una siku ni yeye kuja kwambia huyu mwanamke alinilazimisha kama nifunge naye ndoa, ndio maana mpaka nimefika mahali kama nisikilize, mnaniumiza. Akamwambia bidada Kemi, akamwambia toweni kile mnaniumiza, ukumbuke bidada wewe ni mjamzito. Akamwambia alikasikia kweli kweli, akata anaondoka, akasikia sio uchungu ndio hivyo, lakini ndio hivyo. Bidada ambaye tulikuwa Beatrice yeye ndio kabisa anasema nimeshafika ambapo ni kwangu, kwa hiyo anaweza kukaa. Sasa bidada huko nakwambia anafoka kweli kweli, anamwambia kwa nini umenifanyia hiki? Mwamba anabidi ajitetea, akamwambia hapana, nakumbuka mimi nilifanya hivi kwa sababu ya maisha yangu, nitamani tuishi maisha mazuri. Yule bidada alibidi aniambie kwamba nifunge naye ndoa ndio hivyo niweze kupata kazi. Mwamba akasema maisha gani haya sasa? Yani maisha yanaenda kuharibika kabisa kwenye kuhusiana na mapenzi. Sasa bidada ambaye anaitwa Kemi ilibidi arudizao nyumbani kwa mama yake, anamwambia mama yake kwamba mimi tayari nimeshaachana na yule bwana kwa sababu ana mke mwingine, eti zile mali zote alizokuwa amepata ndio kwa sababu aliamua kuwa mwanamke ambaye ni tajiri. Sasa Mwamba alishokuja kuonana na bidada ambaye anaitwa Beatrice, akamwambia nisikilize, mimi sikupendi, nilifanya vile kwa ajili ya kulinda heshima yako ili uweze kumiliki kampuni. Mwamba mawazo yake yote yapo kwenye kumbukumbu na maisha ambayo alikuwa anaishi na bidada Kemi, namna gani alivyokuwa anaonyesha upendo. Wanakuambia maisha ya upendo ni kumbukumbu ambayo mnakuwa mmefanya wewe na mpenzi wako. Mwamba hisia na mawazo yake yanakumbuka mambo ambayo amefanya. Sasa ilibidi mwambie bisikilize, mimi sikupendi, kile kitu nilifanya kwa sababu nilikuwa natamani kazi. Kwa hiyo mimi naacha kila kitu ambacho wewe ulinipa, endelea na maisha yako, mimi naondoka zangu. Mwamba kabidi asimame aweze kusepa zake na kumwacha bidada yule anateseka mwenyewe. Hivyo Mwamba aliamua kuchagua penzi ambalo anaamini kwamba ni sehemu sahihi. Sasa achana na huko, tunakuja huko kijijini, wanakuambia anko yake anakuambia nilikwambia lazima taachika hata kama ametoa mahali. Wanakuambia anamfokea mama yake Kemi. Sasa mama yake Kemi na anampisha mbaya, huyu yani wewe usinipike kofi. Akamwambia kwa umekuja kuongea, hebu simama, ondoka, toka kabisa, usije kurudi hapa. Akamwambia nisikilize, ukiniona nimerudi hapa. Hasa bidada Kemi huko naye hata aelewi, nakwambia anaonekana kinyonga, nalia usiku mchana analia. Sasa akaamua kufanya maamuzi kwamba maisha gani haya, akaamua kuchukua kitanzi aweze kujinyonga kuliko kuishi bila Mwamba ambaye alikuwa Olisi, kwa sababu walipendana, walithaminiana. Walivyo aliamua kuchukua kitanzi aweze kujinyonga, lakini bidada huyo inaonekana ni mnyonge na mjamzito. Kwa hiyo kama ukumbuka mimi na watu wawili. Sasa bidada yule ni mnyonge, unajua mapenzi yanauma. Mama yake alikuwa anaongea na simu na Mwamba Olisi anakuambia subiri kwanza, haitaki uje sasa hivi kwa sababu bado na hasira. Siku nyingine akiwa vizuri nitakwambia uje. Sasa wakati anaongea na simu pana ashangaa, sema Mungu wangu, ilibidi akimbie ndani namna hiyo kuweza kuangalia kwamba je, kitu gani ambacho kilimkuta bidada yule ambaye anaenda kwa jina la Kemi. Lakini Kemi anaonekana tayari ameshadondoka chini, wameshamshusha, hajajinyonga kweli kweli. Hivyo mama yake alimuwahi na Mwamba ambaye aitwa Olisi tayari ameshafika pale, yuko anambembeleza aweze kumwamsha, na bidada Kemi akawa ameamka, hivyo hajafanikisha kujinyonga. Na Mwamba ambaye aitwa Olisi tayari amesharejea kwenye familia yake ambaye ni mpenzi wake pamoja na mama mkwe wake. Mama mkwe wake anafurahi kweli kweli kwamba hongera Mungu, na mshukuru Mungu kwa sababu kitu ambacho hiki hakijafanikiwa. Sasa Mwamba ambaye anaitwa Olisi ilibidi arudi huku kwa anko Beatrice aweze kuja na barua kwamba mimi bwana, ile ndoa ambayo tulikuwa tumefunga ilikuwa ni ndoa ambayo mimi sikuwa natamani, lakini ilitokea namna vile. Kwa hiyo mimi nikuja kujiuzuru na samani, na Beatrice sio mke wangu. Sasa anko yake akamwambia hivi kwamba Beatrice tayari hayupo kwenye maisha, tayari ameshajinyonga, ameshakufa. Kwa hiyo wewe saizi inabidi ukae na kampuni uweze kuimiliki, kwa sababu Beatrice hayupo na kampuni ipo mikononi mwako. Sasa
Mwamba alishangaa baada ya kuwa ameambiwa kwamba Beatrice ndio hivyo aliamua kuchukua maamuzi magumu ya kujiondoa duniani. Mwamba na tayari ameshaambiwa kwamba kampuni iko mikononi mwake. Hivyo Mwamba yeye ndio anaenda kumiliki kampuni hiyo kwa sababu alikuwa ameshafunga ndoa na bidada Beatrice. Je, yupi alifanya maamuzi mazuri kati ya Oles pamoja na Beatrice au Nkemi baada ya kuwa ameona kwamba mpenzi wake amemchiti? Lakini je, ungefanyaje ingekuwa ni wewe? Je, ungeacha mapenzi au ungeacha kazi ili maisha yako yaweze kusonga? Dondosha komenti yako, share, subscribe tuweze kupata maoni mengi kinoma noma, utakuwa umetisha. Mimi ni Bright King, bye bye na karibu.